Wawekezaji wote wadogo pia wakubwa mnakaribishwa. Ndoto zenu zatimia mkoani Singida. Tuna kila sababu ya kujipongeza, kwani kiuchumi mwanamke ameendelea kuimarika na mwanamke amekuwa na mchango mkubwa katika kukuza pato la familia. Kijamii, wanawake na wasichana wameendelea kutambua na kuchangamkia fursa za masomo, biashara, uendeshaji na nafasi. Tutumie fursa hii kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mchango pamoja na mchango mengi mikubwa, lakini kwa mchango mkubwa ambao Daktari Samia Suluhu Hassan amejenga shule nzima za vipaji maalum kwa watoto wa kike katika masomo ya tumeendelea kuona jitihada za wanawake katika siasa kwa kushiriki chaguzi na kuchaguliwa katika nafasi mbalimbali za uongozi katika ngazi tofauti. Tuna kila sababu ya kujivunia mafanikio makubwa ya wanawake wote. Hivyo basi, niwaombe wanawake zangu bila kujali dini, itikadi, sehemu anayotoka, sote tuungane pamoja kuhakikisha tunaunga mkono Mheshimiwa Rais wetu kwa mambo mazuri anayofanya kwa ajili yetu na watu wake wote. Na wasii tunamelele anayotuelekeza sisi kuyafanya. Tufanye kwa moyo mmoja na nguvu moja au na nguvu kubwa. Naomba tuendelee kushiriki kikamilifu kwenye malezi ya watoto. Kwenye swala la malezi ya watoto, kama tutakuwa na watoto wema, watoto wanaotambua, watoto wanajua kwamba hii ni taifa letu, watoto wanaotambua kwamba sisi tumezaliwa, watoto watakaojali wazazi wao, watoto watakaojali nchi yao, watoto watakaoepuka tamaduni zisizokuwa tuna tamaduni zetu, tuna tamaduni za kigeni, tamaduni zetu tamaduni sana, ni tamaduni ambazo kila mtu anazihitaji. Tukiwa na tamaduni nzuri, tukiamini mtoto wa mwenzio ni Mungu. Leo tunapofanya maadhimisho haya, tukikumbuka historia ya siku hii, tunajivunia Watanzania kwamba tumesimama leo tarehe 7 mwezi wa 3, tuna kiongozi mkuu wa taifa mwanamke. Hii ni shule tosha kwa wanawake wote majasiri na vinara kusimama imara katika ngazi zao Mungu alizowajalia, katika kuhakikisha kwamba wanajipanga vyema kushiriki katika shughuli zote za kijamii, kiuchumi na kisiasa. Katika muda mfupi wa serikali ya awamu ya 6, mkoa wa Singida umepata mafanikio mengi. Wanawake hawa wamepunguzwa mzigo mkubwa wa uzalishaji kwenye kilimo kwa kuweka ruzuku ya mbegu bora, mbolea na viuatilifu na huduma za ugani. Wanawake hawa wameendelea kufaidika na elimu bila malipo kwa ajili ya watoto wao. Wanawake hawa wameendelea kufaidika na huduma za afya bure kwa wazazi, wakina mama wazazi na watoto chini ya miaka 5, na sasa wanaendelea kupitia bima ya afya kwa wote. Wanawake hawa wameendelea kufaidika na mikopo ya 10%. Wanawake hawa wameendelea kufaidika na huduma za afya za kibingwa. Wanawake hawa wameendelea kufaidika na huduma za umeme. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka sasa vijiji vyote vya wilaya moja vina umeme kwa 100%, na vitongoji 1052 kati ya 2289 vina umeme, na sasa tunatekeleza
society. Wanawake hao wameendelea kufaidika na huduma za zamani mjini na vijijini, lakini wanawake hao wameendelea kufaidika na upendeleo maalum kwenye nafasi za siasa. Tunao waheshimiwa wabunge wa viti maalum wanne, lakini tunao idadi kubwa ya waheshimiwa madiwani na wote wako hapa wa viti maalum. Lakini baada ya Singida kusoma mgeni rasmi umeendelea kufanya kazi nzuri kupitia madawati ili kupambana na ukatili katika mkoa wetu. Wilaya zote 5 tunayo madawati yanayopambana na ukatili dhidi ya wanawake, dhidi ya watoto na ukatili wa kijinsia. Baada ya yote haya makubwa yaliyofanyika, bado tunaishukuru serikali kwa kuendelea kuwa na mipango thabiti ya kufungua mkoa wa Singida kiuchumi. Lakini mipango yote ya serikali inaweza ikaenda vizuri au inaweza ikaenda vizuri sana kama kwa masikilizano. Ninaomba niseme kwa heshima kubwa mbele yako, mkoa huu umepata bahati ya kuwa na masikilizano, uvumilivu, tukatoa angalau mafunzo na tukakumbushana juu ya mambo mbalimbali ikiwepo pia malezi na makuzi. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na meza kuu, mimi niseme ninafarijika sana kwa jinsi ambavyo umekuja kuungana nasi na ugeni mkubwa. Hili ni deni kubwa kwa sisi watu wa Singida, kwa watu wa Lindi. Yawezekana wakati mwingine timu nzima hii ya meza kuu tukaja kule Lindi na specific tukaja Mchinga ili na yeye tuwatie joto. Kwa jina mimi naitwa Raisonideta Domisiani Rutatinisibwa. Kina mama tujaribu kuwa karibu sana na watoto wetu. Hata kama una shughuli nyingine za kibiashara, lakini jaribu kutenga muda uongee karibu na mtoto wako wa kike, umueleze maadili yanayotakiwa katika jamii. Kwa majina naitwa Florencia Joseph, ni afisa umwagiliaji wilaya ya Singida. Maadili yanaweza karibiwa labda kutokana na mabadiliko ya maendeleo, teknolojia niseme kwa ujumla. Ni sisi wazazi wenyewe au wazazi wetu wenyewe wamekuwa wako bize sana na kazi kuliko muda wanaoupata kwa ajili ya kukaa na vijana wao na kuzungumza. Nadhani tushirikiane kwa pamoja kulea. Mimi naitwa Mohamed Hamisi Juma, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mkalama, mkoa wa Singida. Swala la maadili kwa kweli kama alivyosema mgeni rasmi, sote tunapaswa kushirikiana wanaume na wanawake ili kutengeneza maadili kwenye jamii yetu. Maana jamii yetu imeanza kuporomoka maadili. Kwa hiyo tunapaswa kushirikiana wote ili tujenge maadili mema kwa wananchi wetu au kwa jamii yetu. Kwa majina naitwa Pendo Phineas Keboya. Wakina mama tumekuwa bize sana kwenye kazi, lakini jukumu letu kubwa ambalo tulipewa hata na Mungu alitupa jukumu la malezi, jukumu la kulea. Kwa pamoja na kupambana katika shughuli za kiuchumi ili familia zetu ziwe imara, ziwe vizuri, tusisahau jukumu letu kubwa ni jukumu la kulea. Tulee, lakini na kiuchumi pia tupambane.